Katika kukabiliana na mimea aina magugu maji ndani ya ziwa Victoria, zaidi ya tani 36 za mimea hiyo zimevunwa ziwani ili kuondoa athari zake kwa wavuvi na usafiri wa majini. Jeshi la Uganda limethibitisha kutuma kikosi chake katika mji mwingine kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukabiliana na waasi kwenye eneo hilo. Na katika michezo, serikali yaahidi kuzigharamia timu za taifa za mchezo wa kabadi na masumbwi ambazo zinajiandaa kwa mashindano mbalimbali ya dunia yanayotarajiwa kuanza hivi karibuni. Naam, habari ya wakati huu mtazamaji wa Channel 10, kilicho bora kabisa popote pale ulipo. Karibu katika taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima ya leo. Msomaji wako ni mimi Nelson Munema. Nitakusomea hapa habari za kitaifa pamoja na habari za kimataifa, na mwenzangu katika lugha ya alama ni Ramla Jabu. Karibu. Katika kukabiliana na mimea aina ya magugu maji ndani ya ziwa Victoria inayoathiri wavuvi wa samaki, usafiri wa majini, ufugaji wa samaki kwa vizimba na upatikanaji wa maji kwa wananchi, zaidi ya tani 36 za mimea hiyo zimevunwa ziwani ili kutatua athari hizo. Henry Kavirondo ameandaa taarifa ifuatayo. Hii ni mimea hai aina ya magugu maji ikiendelea kushamiri katika ziwa Victoria na kusababisha athari mbalimbali za kiuchumi na kijamii, hatua ambayo inaliinua Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI kueleza mikakati ya kutatua hali hiyo. Lakini lengo lingine lilikuwa ni kubaini ni namna gani linazaliana. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Mwanza, meneja wa baraza hilo kanda ya ziwa Jerome Kayombo amesema kikosi kazi kilichoundwa na mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda chini ya usimamizi wa NEMKI kwa kushirikiana na sekta mbalimbali ni suluhisho. Kitu ambacho kinasababisha au tatizo hili limekuja kwa sababu ya shughuli za kibinadamu, kama vile kilimo. Tunajua kando ya ziwa Victoria kote kuna mashamba, na ikinyesha mvua manake inabeba mbolea yote inapeleka wapi? Ziwani. Lakini pia tuna changamoto pia ya uhifadhi wa taka maji na taka ngumu. Kwa mujibu wa Kayombo, licha ya ziwa Victoria kuathiriwa na mimea hiyo, changamoto nyingine zinazotajwa katika ziwa hili ni uchafuzi wa mazingira unaosababishwa na utiririshwaji wa maji taka kutoka viwandani, ambapo wawekezaji wananyoshewa kidole. Baraza linawataka wawekezaji wote kando na ndani ya ziwa kuzingatia masharti ya vibali vya mazingira. Kwa maana kwamba tunaamini kuna wawekezaji ambao wamefanya tathmini ya athari ya mazingira, lakini akienda kutekeleza vile vigezo na masharti anaweka kushoto, yanaendelea na utaratibu wake. Nitatoa mfano. Kwa mfano, tulikuwa na mwekezaji mmoja hapa Misungwi. Kibali kilikuwa kinamruhusu kuwa na keji 20 tu. Tulipoenda kumkagua tulimkuta na keji 400. Kutokana na hatua zinazoendelea kuchukuliwa na baraza hilo, kwa sasa sekta ya usafiri wa majini kwa njia ya vivuko imeanza kuimarika, huku wafugaji wa samaki na wavuvi nao wakianza kuyaona matumaini mapya kuhusu kesho yao, hasa katika kujikwamua kiuchumi. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Asante Kavirondo kwa taarifa hiyo. Kufuatia uwepo wa shughuli za kibinadamu zinazoweza kuathiri ubora wa maji katika mito na maziwa, wataalamu wanatarajia kuanza kufanya utafiti wa ubora wa maji kwa kutumia viumbe hai vilivyopo ndani ya maji ikiwemo wadudu. Mwanahabari wetu Musa Makali ameandaa taarifa ifuatayo. Uwepo wa shughuli mbalimbali za kibinadamu katika maeneo pembezoni mwa mito unatajwa kusababisha uchafuzi wa mazingira, hali ambayo imekuwa ikihatarisha usalama wa afya za watumiaji wa maji. Kazi katika mkoa huu wa Mara wanatamani kupata elimu itakayowasaidia kutambua ubora wa maji ya mito yanayotumia kwenye maeneo hususani ya vijijini. Kisha fanya utafiti na wakaubaini kwamba haya maji ndiyo bora. Hiyo elimu isiishie tu kwetu, ifike hadi kwa mwananchi wa chini wa kawaida kabisa, ajue kwamba ni maji gani yaliyo salama kwake na bora kwake kwa ajili ya matumizi. Wakishafanya utafiti wao wakamaliza, tutaweza kujua wadudu, maji masafi
na maji mabaya kupitia kwa njia ya wadudu. Ili kuhakikisha afya za watumiaji wa maji zinaendelea kuwa bora, wataalamu wa sayansi ya maji ya mito wanaketi pamoja kutafuta mwarobaini wa changamoto hii, huku kukiwa tayari utafiti wa awali ukianza kufanyika katika mto Gurumeti. Lakini pia ni namna nzuri ya kutoa elimu ili watu wasichafue mazingira. Kwamba ukichafua mazingira, labda umeweka kemikali fulani mbaya kwenye maji, na hayo maji yanakuja kwenye mito na yanakuja kwenda kwenye maziwa, wanyama, samaki wanaweza wakala na baadaye ikasababisha afya pia kwetu sisi. Kwa mujibu wa wataalamu wa sayansi, wanasema kuwa endapo utafiti huu utaibua matokeo chanya, basi utapunguza athari zitakazotokana na matumizi ya maji yasiyo safi na salama. Kwa kutumia wadudu hatutumii gharama yoyote kabisa. Gharama ni pale mwanzoni tu kwa kununua vifaa, lakini katika utekelezaji hamna gharama nyingine. Elimu hii itatusaidia sisi na wanafunzi wote ambao tunawafundisha, ili watakapokuja kwenye kutenda wao tayari wamekamilika kuwa na sifa za kuyatatua haya matatizo yanayotokana kwenye jamii kuhusiana na mambo ya maji. Wataalamu hao wa sayansi ya maji kutoka Wizara ya Maji kwa kushirikiana na taasisi zingine wameungana na wataalamu wenzao kutoka mataifa ya nje ikiwemo Kenya katika kupata mafunzo ya namna kufanya utafiti huo ulioandaliwa na Wizara ya Maji kwa kushirikiana na shirika lisilo la kiserikali la Gurumeti Fund. Musa Makali, Channel 10, Mara. Asante Musa Makali kwa taarifa hiyo. Kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia inaendelea mkoani Rukwa, imerejesha matumaini kwa bibi wa miaka 60 mkazi wa kijiji cha Miangalau wilayani Sumbawanga baada ya kampeni hiyo kutatua mgogoro wa madai dhidi ya mwanakijiji mmoja aliyekuwa amemdhulumu mtaji wake wa parachichi kwa zaidi ya miaka 3. Mwanahabari wetu Wilbard Sumia ameandaa taarifa ifuatayo. Ni mtaji wa parachichi. Naendeleaga kuuza, alishanikakisha. Naona leo hii Mungu amenijalia, asante. Ni mkazi wa kijiji cha Miangalu akionyesha matumaini baada ya timu ya kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia kutatua mgogoro wake uliosababisha kupoteza matumaini baada ya kijana kumdhulumu mtaji wa parachichi. Licha ya juhudi za kupeleka shitaka lake katika serikali za mitaa, hakuweza kufanikiwa. Bibi pokea. Shukuru Mama Samia. Hii hela imeshapotea. Namshukuru Mama Samia kwa uweza kutuma tume yake, hii imenisaidia kisheria. Nilikuwa nikimdai, alikuwa ameshanidhulumu huyu kijana kwa muda wa miaka 3, lakini imekuja kunisaidia. Namuombea Mungu amzidishie maisha katika kazi yake. Nimemlipa huyu mama kwa hela ambayo amekaa nayo kwa miaka 3. 20,000. Gaudensia Mdaki ni wakili na mratibu wa kampeni hii katika wilaya ya Sumbawanga. Amesema baada ya kumpokea bibi huyu, wameshughulikia na tatizo lake limeisha. Leo tumekutana na mkasa ambao kuna mama mmoja ambaye ni bibi anamdai kijana ambaye amekaa na hela yake aliyokuwa amemuuzia mahindi kwa muda wa miaka 3. Lakini leo tumeweza kuwapatanisha, huyu bibi ameweza kupewa hela yake na bibi amefurahi sana na ametoa shukrani kwa Mheshimiwa Rais kwa kuweza kuileta timu hii na kuweza kumsaidia. Nimefurahi kweli. Yaani nilikuwa nina duku moyoni. Nilikuwa najiuliza hata nikaa najiwekea matalishi fulani ndani ya mwili wangu. Nikaa na pressure. Kutoka hapa Sumbawanga mkoani Rukwa, Wilbard Sumia, Channel 10. Mwandishi wa vitabu maarufu nchini Derek Murusuli anatarajia kuzidiwa kitabu cha falsafa za 4R za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kinachoitwa Samiolojia. Kuguswa na falsafa hizo ambazo zikielezwa na kutumiwa vizuri zinaweza kuwa dira ya mwongozo, lakini pia maridhiano na amani katika taifa lolote duniani. Mwanahabari wetu Hamisi Suleiman ameandaa taarifa ifuatayo. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Bwana Murusuli amesema katika utafiti wake kabla ya kuamua kuandika kitabu hicho, amesema aliona mambo kadhaa katika falsafa ya 4R za Dr. Samia Suluhu Hassan ambazo katika kipindi kifupi zimekuwa na matokeo chanya hapa nchini. Falsafa ambayo kwa kweli inapaswa kutumika katika sio tu mataifa ya Afrika, lakini hata katika dunia, kwa sababu imejaribiwa hapa Tanzania. Tumeona matokeo yake. Yani tumeona dhana, tukaona utekelezaji wa hii falsafa, lakini tumeona matokeo yake makubwa ambayo yamezidi sana kuongeza amani ya taifa letu na hata kuleta utulivu.
Sasa basi tuna mataifa mengine mengi ambayo yana migogoro katika bara la Afrika na hata nje ya bara la Afrika. Tunaona kwamba lengo kubwa la hii falsafa ni kuleta amani. Unapoleta amani ndipo ambapo sasa unaweza ukatengeneza maendeleo. Maendeleo hayawezi yakajengwa katika nchi yenye vita, yenye mifarakano. Aidha, amesema katika kipindi hiki cha kuelekea katika uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu, vyama vya siasa nchini vinatakiwa kuzingatia 4R ambazo zimeelezwa wazi katika falsafa ya Dr. Samia, ambazo zinakwenda kuliweka taifa katika umoja, amani na utulivu hata baada ya uchaguzi mkuu. Kwa hiyo falsafa hii ninaiona kwamba endapo vyama vyote vya siasa vitajikita katika misingi hii minne ya falsafa, maana yake kwanza maridhiano, pili ustahimilivu, tatu ni reforms au mageuzi, alafu na 4 ni kujenga upya. Endapo vyama vyote vitajikita hapo, tutakuwa na uchaguzi wa amani sana kama ambavyo imekuwa huko nyuma, lakini uchaguzi huu utakuwa na amani zaidi sababu tutakuwa tunaingia tukiwa tunaongozwa na falsafa ya 4R. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Taasisi isiyo ya kiserikali ya Amo Foundation imekabidhi majiko na mitungi ya gesi 200 kwa wanawake jasiriamali wakiwemo wenye ulemavu wa eneo la Buyuni kati ya Chanika Ilala jijini Dar es Salaam katika jitihada za kuunga mkono matumizi ya nishati safi ya kupikia kama inavyohimizwa na serikali. Akizungumza na waandishi wa habari wakati wa hafla ya ugawaji majiko hayo, mkurugenzi mtendaji wa Amo Foundation Bi Amina Said amesema kuwa wanawake wengi hususan wenye ulemavu wamekuwa wakikabiliwa na changamoto kubwa kutokana na matumizi ya nishati isiyo salama kama vile kuni na mkaa, ambayo ina madhara ya kiafya ikiwemo kusababisha magonjwa ya mfumo wa upumuaji pamoja na uharibifu wa mazingira. Kuna wanawake ambao wa makundi maalum, tukimaanisha walemavu, wao ni wajasiriamali pia wadogo, wanapika chapati, wanakaanga mihogo, lakini bado kuna wanaotumia nishati ambayo si salama. Tukaona kwa ajili ya kuweza kuwasapoti, kuwatoa katika nishati hiyo chafu tuweke kwenye nishati salama, tumeona leo tugawe pia mitungi ya gesi, mitungi 200 kwa wanawake wenye uhitaji maalum. Aidha, mkurugenzi huyo amesema hafla hiyo imekwenda sambamba na kongamano la kujadili changamoto zinazokabili makundi mbalimbali ya kijamii ambayo yanapata fursa ya kupaza sauti na kupata mojawapo ya namna serikali kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali ikiwemo Amo Foundation yanavyoweza kushughulikia changamoto hizo na kujumuishwa katika mipango ya maendeleo. Watu wenye mahitaji maalum wanathaminika, wanaonekanika katika wizara yetu ya maendeleo ya jamii, pia wamewekewa mazingira rafiki kwa sasa. Labda ni sehemu chache tu ambayo bado wanaendelea kuweka miundombinu yao sawa. Watu wenye ulemavu tumekuwa tukiachwa nyuma sana. Wengi wanafikiri kwamba hatuwezi kufanya kile ambacho wanaweza kufanya wao, na wanasahau kwamba sisi sote tupo sawa. Kile anachoweza kufanya mtu ambaye hana ulemavu, hata sisi wenye ulemavu tunaweza kufanya. Hivyo wanatuweka nyuma sana kwenye swala la ushirikishwaji. Esther Mtebe, Channel 10. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imekanusha vikali madai yaliyotolewa na makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Zanzibar Ismail Juma Lado kuwa kampuni ya AGL iliyopewa dhamana ya uendeshaji wa bandari ya mizigo Malindi inaitia hasara serikali. Licha ya madai hayo, makamu mwenyekiti huyo ameitaka serikali kuvunja mkataba na kampuni hiyo ya AGL kwamba haina uwezo na uzoefu wa uendeshaji wa bandari. Katika mkutano na waandishi wa habari, waziri wa ujenzi, mawasiliano na uchukuzi Zanzibar Dr. Khalid Salum Mohamed amesema serikali haina mpango wa kuvunja mkataba na kampuni hiyo, kwani ufanisi katika bandari umeongezeka uliotokana na uingiaji wa meli za mizigo na mizigo kuongezeka. Suala linalotokea hapa si kwamba ufanisi umepungua kutokana na uendeshaji wa bandari, lakini bali ni ukweli usiopingika ni kutokana na ongezeko kubwa la idadi ya meli, lakini pia ongezeko kubwa la idadi ya mizigo katika msimu huu wa kipindi cha Ramadhani. Wakati mwingine
unaweza ukajilaumu kwamba ufanisi umepungua. Lakini ukitizama kwa upande mwingine, biashara imeongezeka, bidhaa nyingi zinakuja, lakini uwekezaji pia katika nchi yetu umekuwa sana. Mchakato upatikanaji wa kampuni ya AGL kuhusu uendeshaji wa bandari ya mizigo ya Malindi Zanzibar, Waziri Hadi anasema mchakato ulifuata taratibu zote za kisheria. Mwekezaji huyu amepatikana kupitia sheria ya PPP, sheria nambari 8 ya mwaka 2015. Hakuna kilichokiukwa kwa upande wa sheria. Mkurugenzi mkuu wa shirika la bandari Zanzibar Akifa Alhamisi anasema mafanikio yanayotokana na uendeshaji wa bandari ya Malindi chini ya kampuni ya Africa Global Logistics ni kuongezeka maradufu kwa ukusanyaji wa mapato. Kuanzia Januari hadi Januari 25 bilioni 2 kwa wastani kila mwezi tunapokea. Na kuanzia Septemba hapo walipoanzia kazi hadi Januari ni bilioni 29.3 zimeweza kuingia ndani ya shirika la bandari. Na hizo ni hesabu ambazo tumepokea kutoka mtendaji mmoja, kampuni moja tu ya ZMT. Mapato yatokanayo na makusanyo uendeshaji wa bandari tayari. Serikali inatumia fedha hizo kwa ajili ya maboresho ya bandari ya Shumba, bandari ya Wete, bandari ya Fumba, bandari ya Mangapwani na uwekezaji na uwekaji wa mifumo ya ulinzi katika bandari ya Malindi Zanzibar. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Upatikanaji wa huduma ya maji safi mkoani Tabora imeongezeka kutoka 46% hadi 68.2 kwa muda wa miaka 4, ambayo ni sawa na ongezeko la 22.2, hatua ambayo imetokana na kuwepo kwa mpango wa utekelezwaji wa miradi ya Ziwa Victoria uliogharimu zaidi ya shilingi bilioni 640, mpango wa utekelezaji wa uchimbaji wa visima 900 nchini, ambao kila jimbo visima 5 na uchimbaji wa mabwawa na malambo kwa baadhi ya vijiji. Mwanahabari wetu Pendo Salu ameandaa taarifa ifuatayo. Ni ziara ya naibu waziri wa maji Mhandisi Kundo Mathew katika mkoa wa Tabora, ambapo ametembelea wilaya za Uyui na Nzega. Hapa akapatiwa taarifa ya hali ya upatikanaji wa maji mkoani hapa. Mkoa wa Tabora una jumla vijiji 661 ambavyo vipo hasa maeneo ya vijijini. Hadi kufikia mwezi Januari 2025, vijiji vyenye huduma tunavyo 505. Vijiji ambavyo havina huduma ni takribani 156. Lakini vijiji ambavyo miradi inaendelea na utekelezaji kwa sasa ni 118. Kizungumza na wananchi wa wilaya ya Uyui na Nzega baada ya kukagua miradi ya maji, visima na mabwawa, naibu waziri Kundo amesema hatua hiyo ya utekelezaji wa miradi hiyo imetokana na mpango mkakati wa kukabiliana na tatizo la upatikanaji wa maji safi hususan vijijini, ambako serikali imeendelea kuwekeza nguvu kubwa ili wananchi waondokane na adha hiyo ya upatikanaji wa maji. Tumejipanga kuhakikisha kwamba fedha zote tunapeleka katika miradi ya kimkakati na miradi ambayo imefikia ukingoni kukamilika. Lengo tukapate matokeo kwa mujibu wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Hayo ndiyo maelekezo na miongozo ya waziri wetu kuhakikisha kwamba Watanzania hawabaki kuwa na utitiri wa miradi mingi ambayo haijakamilika. Hii imekuwa ni neema kubwa kwa wananchi hususan waishio vijijini. Kwenye maeneo yetu hasa ya vijijini palikuwa na changamoto kubwa. Leo wananchi wa jimbo la Igalula sasa wameanza kupata maji ya kupitia mabomba. Wakati zamani walikuwa wanapata maji kupata kwenye madimbwi ambayo sio rasmi na maji sio salama. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuwaona wananchi wote ni sawa wa mjini na vijijini kwa kuwaletea maji safi na salama. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Zikiwa zimesalia siku chache kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, jamii imeshauriwa kujenga tabia ya kuwatembelea na kuwasaidia watu waishio katika mazingira magumu, ikiwemo waliopo magerezani, ili kuwafariji na wao wajione ni watu muhimu licha ya kuishi kwa kutengana na jamaa zao. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Ubungo Beatrice Mbalawa wakati wa wanawake wa wilaya hiyo na wadau mbalimbali walipotembelea gereza la Segerea na kutoa misaada kwa wafungwa wanawake waliopo katika gereza hilo, amesema jamii lazima ijifunze kurudisha tabasamu kwa watu wengine, kwa kuwa hata hao walioko gerezani pengine kwa namna moja ama nyingine hawakutegemea kuwepo huko. Tumepata mambo ya kujifunza kwenye gereza Segerea kwamba kumbe pale hakuna mwenyewe. Hata sisi tuliopeleka zawadi tunaweza tukawa na siku nyingine watu wakupelekewa zawadi. Kwa hiyo wametufundisha wenzetu, wanawake wenzetu,
pale Segerea kwamba tujihadhari na matukio ambayo yatasababisha sisi tuingie Segerea na tutoe elimu kwa wenzetu. Wametuambia tusipende kubeba mizigo isiyo yetu, tuangalie matumizi ya simu, tusiogope simu kadi chini na kuweka kwenye simu zetu. Hayo ndio matukio ambayo yamewafanya baadhi yetu wameingia pale Segerea. Kwa upande wake, mratibu wa dawati la jinsia wa manispaa hiyo ambaye pia ni mratibu wa maadhimisho hayo katika manispaa hiyo, Hilda Malosha, amesema wametoa vitu mbalimbali kwa lengo la kuwadhidishia upendo na kurudisha tabasamu kwao, na kwamba hata kama wapo gerezani watabaki kuwa wanawake wa muhimu katika jamii. Tuwe na roho ya kushirikiana na wengine sehemu walipo. Watu wengine wanapopitia machungu, wanapopitia hali ambazo ni tofauti na ni ngumu, tunahitaji kuja kuwatia moyo, tunahitaji kuja kuwafanya waone kwamba hata kama wako sehemu kama hizo, lakini bado wapo watu wanaowathamini, lakini pia wao ni watu muhimu na wenyewe pia wajithamini, waone kwamba maisha hayana budi kuendelea hata kama wanapitia mazingira magumu kiasi gani. Wito wangu labda niseme kwa jamii kwa ujumla, jamii yetu kwa ujumla, nizungumze na jamii kwa ujumla ili tuweze. Unajua unapogusa maisha ya mtu au unapokuwa umeongeza faraja, nasema kwamba tunataka kufanya dunia iwe salama. Tukifanya dunia kuwa salama kwa mtu mmoja mmoja, basi ujue inaingia na ngazi ya familia, inakuwa na ngazi ya jamii kwa ujumla na taifa kwa ujumla. Aziza Bakari, Channel 10. Asante Aziza Bakari kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Geita imevuka lengo la makusanyo waliopangiwa kukusanya katika mwaka wa fedha 2024-2025 kwa kufikia ufanisi wa 109% kwa kipindi cha miezi 6. Mrisho Sadik ameandaa taarifa ifuatayo. Takwimu hizo zimetolewa na kamishna wa kodi za ndani wa TRA katika hafla ya utoaji wa tuzo za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ikiwa ni sehemu ya shukrani kwa walipa kodi waliofanya vizuri katika mwaka wa fedha 2023-2024. Na mkoa wa Geita ukipangiwa kukusanya kiasi cha bilioni 61.7. Aidha, kwa miezi 6 mkoa ukiwa na lengo la bilioni 30.47 umeweza kukusanya kiasi cha bilioni 34.44 ambayo ni sawa na ufanisi wa 109.76. Na ukusanyaji wetu wa kodi unazingatia sheria za kodi au sheria ya kodi. Hatutaki kumwonea mtu, hatutaki kumpendelea mtu katika ufanyaji wetu wa kazi. Mwenyekiti wa chemba ya wafanyabiashara mkoa wa Geita TCCIA Mhandisi Robert Gabrieli na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Geita Nicolaus Kasendamila wamesema mafanikio hayo yanatokana na TRA kuweka mahusiano mazuri na walipa kodi. Kwa kipindi hiki uongozi wa TRA mkoa umekuwa ukitushika mkono kwa nguvu kubwa mno. Kwa hiyo muendelee kuwa na changamoto, lakini tuendelee kuwapa moyo hao wafanyabiashara ndani ya nchi yao, ndani ya mkoa wao, wafanye kazi zao kwa raha. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Geita, mkuu wa wilaya Geita Hashim Komba amewapongeza TRA kwa kazi nzuri ambayo wanaendelea kuifanya, huku wakiitaka mamlaka hiyo kuendelea kuwalea wafanyabiashara ili kukuza biashara zao. Wenzetu wa TRA mnao wajibu kwanza wa kuhakikisha tunaendelea kuwalea wafanyabiashara, tunaendelea kuwakuza wafanyabiashara ili waweze kuwa na uwezo wa kujiendesha na uwezo wa kuzalisha, hatimaye tuendelee kuwa na walipa kodi wengi zaidi. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Wananchi na watumishi wa serikali pamoja na wa sekta binafsi wametakiwa kuimarisha utamaduni wa kutembelea hifadhi zilizopo ndani ya mkoa mara kwa mara ili kuhamasisha utalii wa ndani na kuchangia katika maendeleo ya sekta hiyo nchini. Elia Kimani ameandaa taarifa ifuatayo. Wito huu umetolewa na mhifadhi wa kitengo cha utalii katika hifadhi ya taifa Tarangire David Benedicti, ambapo ameeleza kuwa utalii wa ndani ni fursa muhimu kwa wananchi kufurahia rasilimali zao za nchi na kuchangia pato la taifa kupitia sekta ya utalii. Tunawakaribisha wageni wa ndani kiasi wanachoweza kufika. Waje kwa wingi wao kwa sababu tayari wa hifadhi kuwapokea na kuhakikisha wanaona wanyama na kufurahi ndani ya hifadhi. Kauli ya mhifadhi huyu inakuja baada ya kundi la maafisa ushirika kutoka kanda ya kaskazini kutembelea hifadhi hii, ikiwa ni lengo mahususi la kuunga mkono juhudi za serikali kukuza sekta hiyo ya utalii. Sisi binafsi ni matumaini yetu tumekuja hapa kwanza kujionea wanyama ambao tunaamini Tarangire
ni land of the big five, lakini pia sisi kama watumishi wa umma tupo pamoja sambamba katika kusupport ile dhana nzima ya serikali. Tunawaambia Watanzania wenzetu katika kuimarisha maisha yetu ni lazima tuwe na furaha, na kuja huku sio kupoteza muda, ni sehemu ya kuboresha maisha kiafya na kiakili na kufanya refreshment, na wahusia pia wakati mwingine tuwe tunakuja na familia zetu. Lakini baada ya kukamilisha lile eneo muhimu la kufanya mafunzo, tukaona basi ni vema kabisa sisi kama maafisa ushirika na kwa pamoja tuunge mkono juhudi za serikali kuhakikisha kwamba katika ile Royal Tour basi na sisi tunakuwa sehemu katika eneo la kupromote utalii katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tumekuja hapa moja kwanza kujifunza, kuona mambo mbalimbali ambayo yanapatikana katika hifadhi ya Tarangire, lakini pia ni eneo pia la kukutana, kufurahi na kubadilishana mawazo ambayo tunaamini kabisa kwamba inaenda kuongeza tija na morali katika utekelezaji wetu wa majukumu. Ziara hii ya maafisa ushirika hawa ni ishara ya Tanzania kuendelea kuunga mkono filamu ya Royal Tour iliyolenga kuvutia utalii na kukuza pato la taifa kupitia sekta hiyo ya utalii nchini. Kutoka wilaya Babati mkoani Manyara, mimi ni Lia Kimani, Channel 10. Wakati waumini wa dini ya Kiislamu wakianza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, wananchi wilayani Handeni mkoani Tanga wameomba wafanyabiashara wilayani humo kutopandisha bei ya bidhaa za vyakula vinavyotumika kwa wingi kwenye mwezi huu. Mwanahabari wetu Ernest Mbezi ameandaa taarifa ifuatayo kutoka Handeni mkoani Tanga. Channel 10 imetembelea soko kuu la bidhaa za vyakula lililopo eneo la Chogo katika halmashauri ya mji wa Handeni na kushuhudia uwepo wa bidhaa za kutosha kwa ajili ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, huku bei zikiwa ni za kawaida, na hapa baadhi ya wananchi wanaeleza tofauti ya Ramadhani hii na Ramadhani iliyopita. Labda tuseme ni jua limezidi, lakini kwa vitu naona vitu havipo juu sana. Vipo tu bei nzuri tu, kila mtu anaweza kuchukua. Safari kuna mwamko, watu wengi wamefunga kwa wingi, lakini pia kwenye soko letu la halmashauri ya mji vitu navyo ni vingi na bei yake iko chini. Washauri wafanyabiashara wao yani wajitahidi waweze kututafutia hivi vitu muhimu vya mwezi wa Ramadhani na wasitupandishie bei. Wa upande wao wafanyabiashara wanaeleza hali ya upatikanaji wa bidhaa hizo pamoja na mwenendo wa bei, huku mwenyekiti wa soko la Chogo akitoa wito kwa wafanyabiashara hao. Safari hii Mwenyezi Mungu ameleta neema zake kwa sababu futari ni nyingi, na wafanyabiashara futari sisi tunauza kwa bei rahisi sana. Kwa sababu viazi hivi tunauza 1200, kilo tumevishusha tunauza shilingi 1000 kwa sababu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini ukiangalia hata tambi hizi tunazoziuza hapa madukani wanauza mpaka 2500, lakini hapo unazipata kwa shilingi 2200. Magimbi yanapatikana ila bei ipo juu zaidi. Kwa hiyo na mimi inabidi niuze kwa bei ya juu kidogo ili na mimi nipate angalau. Tunayatoa Kwediboma. Ukifika kule Kwediboma gunia utalinunua kwa raki, upakiaji, usafirishaji litafika hapa kwa raki kama na 20. Kutongo wafanya biashara kuwa tusije tukachukua kigezo mwezi huu tukafanya kama fimbo ya kuwachapia wanyonge. Kama bidhaa inapatikana kwa bei ile ya chini, basi tuendelee na bei zetu hizi. Tusije tukawakwamisha hata wale wafungaji wakashindwa kufunga kwa ajili ya bidhaa kuwa juu. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Asante Ernest Mbezi kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya Mbeya Beno Malisa amevitaka vyama vya akiba na mikopo katika halmashauri ya jiji la Mbeya na Mbeya vijijini kuhakikisha vinakuwa na wataalamu washauri wa masuala ya fedha ili kuepuka changamoto za kiutendaji zinazohusiana na masuala ya fedha. Rose Chepewa ameandaa taarifa ifuatayo. Chama cha akiba na mikopo cha Masile ambacho makao makuu yake yapo jijini Mbeya hii leo kimeanza kutoa elimu kwa wanahisa pamoja na wanachama yake. Kubwa zaidi ni kutaka kuhakikisha kwamba mikopo ambayo wanachukua kwenye chama hicho inakuwa na tija kwao, lakini pia kwa taifa. Mgeni wa heshima katika mafunzo haya ni mkuu wa wilaya Mbeya Beno Malisa, ambaye kubwa zaidi amekitaka chama hiki na vyama vyote vya akiba na mikopo katika jiji la Mbeya kuhakikisha kwamba vinatoa elimu ya utunzaji wa fedha, lakini pia kuhakikisha kwamba inakuwa na wataalamu ambao watawasaidia kusimamia fedha za wanachama. Tumekuwa na rekodi ya baadhi ya SACCOS chache zenye changamoto ya kiutendaji hapa ndani ya jiji la Mbeya, hususani kwenye swala la wataalamu katika timu yao ya kumanage SACCOS.
Kwa hiyo ni ushauri wetu na nitakwa kwamba tuhakikishe SACCOS zote zipo kwa mujibu wa sheria, zina wataalamu wote wanaotakiwa. Lazima kwenda kumtembelea na kujiridhisha kama kweli huyu anastahili kupata mkopo huu. Katika elimu hii, Channel 10 nayo imekuwa mshirika na ikapata fursa ya kuzungumza na uongozi wa Masile SACCOS. Ukaeleza nini malengo yao katika msimu huu. Mkakati wa kuongeza mtaji. Tunatarajia Mungu akitupa neema tunavyowaza, tunatamani tufike bilioni 3 kwa mwaka huu. Tufikie bilioni 3. Sasa hivi tuna bilioni 2.2 kwa kuongeza wanachama wapya, kwa kuwapa elimu wanachama kutunza fedha kwenye chama chao, kwa kuwafundisha jinsi ya kuweka akiba kwenye chama chao na namna ya kununua hisa. Mafunzo haya tunayatoa kwa wanachama tukilenga hasa kuongeza uelewa juu ya elimu ya mikopo. Wanachama nao wakaeleza matarajio yao kutokana na elimu hii ambayo wanaipata. Tunainuana kiuchumi. Kwa yule mtu mwenye akili timamu akishachukua mkopo wa Masile SACCOS. Kutoka hapa katika jiji la Mbeya, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Asante Rosie kwa taarifa hiyo. Serikali imesema zaidi ya 50% ya bajeti ya sasa ya kilimo yenye zaidi ya trilioni 1.2 imeelekezwa kwenye mifumo ya umwagiliaji kwa ujenzi wa zaidi ya miradi 700 itakayoboresha shughuli za umwagiliaji na kuongeza hamasa ya vijana kushiriki katika kilimo. Hayo yamesemwa jijini Dar es Salaam na naibu katibu mkuu Wizara ya Kilimo anayeshughulikia ushirika na umwagiliaji Steven Nindi katika jukwaa kubwa la Tuyajenge lililoangazia fursa katika sekta ya kilimo na kuwakutanisha wadau wa kilimo na wajasiriamali kujadili na kubadilishana uzoefu wa kilimo, ambapo alisema serikali imeboresha huduma za ugani vijijini sambamba na kugawa pikipiki 7,000 na vishikwambi 4,500 ili kurahisisha upatikanaji wa taarifa sahihi za kilimo kwa wakulima. Vijana sasa na kina mama tunawakusanya sehemu mbalimbali kwa ajili ya kulima hizi block farms, na wilaya zote nchi nzima zimeelekezwa kutenga ardhi katika wilaya hiyo ili kuhakikisha kwamba wananchi wa maeneo hayo, wakulima wa maeneo hayo wanapata ardhi na wanalima katika haya mashamba makubwa ya BBT. Lakini pia serikali iko mbioni kuleta zaidi ya matrekta 10,000 ambayo yatagawiwa sehemu mbalimbali nchi nzima katika harakati za kuendelea kuachana na jembe la mkono. Naye mwanzilishi wa Tuyajenge na mratibu mkuu wa kongamano hilo Samuel Ndandala amesema lengo la kuwakutanisha wakulima na wataalamu wa kilimo ni kuwawezesha vijana kutambua fursa zilizopo katika sekta ya kilimo. Changamoto kubwa ambayo wanarudia kuisema kwanza ni kujua maarifa kuhusu kilimo, wafanye nini na wafanyie wapi. Na ndio maana naibu katibu mkuu ametusaidia sana kujua sera ya ardhi katika eneo la kilimo, ni eneo gani limetengwa, ni afya ya udongo ya aina gani katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo kwanza ni swala la ujuzi na maarifa. Swala la pili ni swala la mitaji. Hasa vijana wenzangu, kilimo ni tija katika nchi yetu ya Tanzania. Na kama vijana ambao tumepata kushiriki hapa, tumetoka na ari mpya, tumetoka na nguvu mpya kwenda kujikita kwenye kilimo. Witness Matiku, Channel 10. Asante Witness Matiku kwa taarifa hiyo ambayo pia inakamilisha upande wa habari za kitaifa, na sasa ni habari za kimataifa, na tunaanzia kule nchini Uganda ambapo jeshi la Uganda limethibitisha kutuma kikosi chake katika mji mwingine kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukabiliana na makundi ya waasi kwenye eneo hilo. Hatua ya Uganda imekuja chini ya kiwingu cha wasiwasi kwamba vita ya mashariki mwa Kongo huenda vikatanuka na kuwa vita kamili vya kikanda. Msemaji wa jeshi la Uganda masuala ya ulinzi Felix Kulayingie amewaambia waandishi wa habari kwamba kikosi cha jeshi la Uganda kimeingia katika mji wa Mahagi na kina udhibiti mji huo, ikiwa ni baada ya kupata ombi kutoka jeshi la Kongo kufuatia kuwepo kwa madai kwamba kuna mauaji ya raia yanayofanywa na wapiganaji wa kundi la Kodeko kwenye eneo hilo. Taarifa nyingine pia tukienda huko barani Ulaya, ni viongozi mbalimbali wa Ulaya wamekutana leo mjini London kujadili juu ya migogoro ya kuangalia namna ya kuimarisha ushirikiano wa kiusalama pamoja na uungwaji mkono wa Ukraine. Viongozi mbalimbali wa Ulaya wamekuwa London kujadili juu ya migogoro na kuangalia namna
ya kuimarisha ushirikiano wa kiusalama pamoja na uungwaji mkono kwa Ukraine baada ya majibizano makali na rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House siku 2 zilizopita. Naam, tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa ni habari za michezo na burudani. Mimi ni Nelson Munema.